Chris, mbona siku hizi umezidi sana kuwa busy? Inakuwa nakupata kwa muda mfupi sana. Na unajua sasa hivi natamani sana kuwa karibu na wewe. Hasa kwa kuwa nimekuzoea. Na ninakupenda. Kwa nilikuwa nakuomba, tafadhali jaribu kumake time kwa ajili yangu. Hata nikija nyumbani nikukute upo. Sawa, hata usijali hapo. Unajua wiki iliyopita nilikuwa busy sana majukumu ya kanisa. Yaani kuahidi tu jambo. Kuanzia saa hizi ndio muda mwingi sana kwako. Umefurahi eh? Nimechezewa mima na nililia, mke wa bosi anataka, Ngumbo anatafuta kisasi, Baisa hana huruma, mwisho wa yote nenda wapi? Abarosi bigwiza bikwikora. Yonge, abarosi bigwiza bikwikora. Yonge, abarosi bigwiza bikwikora. Pole sana. Nimeziona nyayo zako. Na kupitia hizo nyayo nimetambua matatizo yako. Lakini shida kubwa, mwanao kaitaka mwenyewe. Una maana gani baba? Ni mapenzi. Hivi unajua mwanao ana wanawake wangapi? Ana mke mmoja. Unajidanganya. Mwanao ana mwanamke zaidi ya mmoja. Na hao wanawake ndio chanzo cha haya yote matatizo. Na usipoangalia unampoteza mwanao. Msaada upo. Lakini nataka nikuoneshe hao wanawake. Yonge, abarosi bigwiza bikwikora. Yonge, abarosi bigwiza bikwikora. Tizama. Huyo ndo bosi wake, ndo alikuwa amemwajiri. Sasa huyu ndio sababu ya mwanao kuteseka. Naomba unisaidie baba, mwanangu anateseka sana. Yonge, abarosi bigwiza bikwikora. Yonge, abarosi bigwiza bikwikora. Sasa kamlete mwanao. Ukichelewa mwanao unampoteza. Yonge, abarosi bigwiza bikwikora. Yonge, abarosi bigwiza bikwikora. Yonge, abarosi bigwiza bikwikora.
Mimi nishakupata, nishakuelewa, afu mazingira yote hapo yameshakaa sawa. Cha msingi na cha kuzingatia ni kwamba kiasi changu kitume kwenye namba yangu hii. Tuma kiasi chote, usitume nusu nusu mwanangu, kwa sababu mambo yenyewe kukatakata miamala sijui na nini mwanangu, mwisho siku ile alikuja nafika kichache. Katika mchongo ni kwamba siku nyingine mwanangu kukubali kirahisi rahisi, hakikisha kwamba unakuwa mbishi mwanangu. Sio unakubali kirahisi rahisi tu. Unapompigia mtu simwangalie usoni mwanangu, mtu anapigwa katika mfumo ambao sio kumwangalia usoni. Sio unanielewa? Mimi nishakupata vizuri tu. Next time ukifanya michongo kama hii mwanangu usikubali kirahisi rahisi kwamba umefeli. Yaani katika kuhakikisha kwamba hujafeli lazima uhakikishe kwamba unazingatia script mwanangu. Hamna noma. Fresh, wewe fanya mazingira yangu, tuma kwenye simu yangu afu mwisho siku tutajua tunaishi vipi. Na poa. Oya. Mbona kama hivyo mdogo wangu? Vipi, kuna shida gani? Sijakuelewa na kuuliza kuna shida gani, uniambie, unashusha pumzi unavuta. Yaani kama sijaelewa kuna shida gani, nipangilie basi blaza, kuna 1 2 3 mazingzo. Kama kuna mtu kaleta noma niambie, tunyanyuke hapa tukafanye vurugu, tukafanye fujo, mwisho siku tumweke mtu kati ambakati, akalie chembe ya kidevu, lazima akae. Mdogo wangu kuna shida gani? Nipangilie blaza zako liko hapa. Unajua blaza, mimi nashindwa hata kuongea hapa unajua. Yaani nashindwa kabisa nikuelekeze vipi ama nikwambie vipi yani. Hivi, sisteri si anachukuliaje? Ama anakuchukuliaje? Sasa bado ukiniambia hivyo unaweka njia panda kwa sababu sijajua. Yaani kama ni njia, yaani umenipeleka hapa, alafu hii inaenda huku, hii inaenda huku. Hiyo njia panda mdogo wangu. Funguka basi niambie sister kafanyaje? Mdogo wangu kafanyaje? Haya kafanyaje wewe mdogo wangu? Blaza uweze amini yani. Mimi kwenye pita zangu nimetoka maskani, nimekuta kwenye chochoro cha Mamkwimba, sisteri kabananishwa. Na boya mmoja tu ambaye mshamba elewi yani chochote yani. Na kwa mazingira ambayo loka, sio kusema labda mtu na rafiki yake, ni mtu anaonekana kwamba ni mtu na mchumba wake yani. Unasemaje wewe? Yaani kwamba unataka kuzungumzia kwamba mdogo wangu mimi Happiness umemkuta mazingira fulani na mwanaume kichochoroni wakiwa wamesimama. Saizi mbona kama dharau? Haya sawa, yote 9 mdogo wangu 10 ukachukua maamuzi gani wewe? Sio kwamba labda nimeshindwa kumfanya chochote yule boy yani. Ila nimemheshimu sisteri. Nilikuwa na uwezo wote wa kumfanya chochote yule boy. Unafeli mdogo wangu, unafeli mdogo wangu vipi? Wewe unakuta vurugu pale, unakumchukua mtu kama mtoto ukamfinyanga ukamtoa kwenye chimo la taka. Unamkuta mdogo wako mazingira ambayo sio salama, mazingira ambayo ni hatarishi au mazingira tata. Hapo mwisho siku unakuja kumwacha, unaondoka, unakuja kusema kuja kuleta taarifa. Mimi nikaanza tegemea hapo unaleta taarifa labda za msiba. Umempiga kisu cha tumbo, ameanguka chini kafa, unakuja kuniambia, au umekuja kufanya tukio moja ambalo ni hatari sana, unakuja kuniambia mimi tukalisawazisha. Lakini umemwacha mdogo wangu. Haya, tukikuta umemchoma kisu, tukikuta tayari umeshamfanyia kitu chochote kibaya, unaenda kuja utaniambia nini mimi nikuelewe? Kweli mdogo wangu unakuja unamwacha mdogo wako, umemkuta mazingira ambayo ni hatarishi, mazingira tata, unakuja kunileta taarifa mimi. Hapa niletee mauaji, niletee mwili wa marehemu, tujue tunaufanyaje mwili, tunaenda kuufukia vipi. Umefeli mdogo wangu, umefeli sana kimazingira yani. Umefeli kinoma mdogo wangu. Ukutakiwa kumwacha yeye na yule mpumbavu mwenzie, wote utakayoweke mtu kati afu akueleze kwamba ni nini kilichowasimamisha pale na wanafanya nini kwa wakati ule. Ngumbo anatafuta kisasi, Baisa hana huruma. Mwisho wa yote nenda wapi? Za saizi. Nasema za saizi. Yaani mimi nakuongelesha unajigeuza, unajifanya umechanganyikiwa Za saizi. Mungu wangu, yani hawa watu sijui niwafanye nini. Mima nimemkuta. Sinaongea na wewe. Hivi nyie watu msaidiweje labda Mkikopeshwa mlipi. Mkianza kudaiwa mnajifanya mmechanganyikiwa, mnajifanya machizi, yani mnajigeuza. Nakwambia Mima nimemkuta unijibu. Mima ipo wapi? Mima!
Yaani leo siondoki bila kunipa hela yangu. Shikamoo. Marahaba. Kulikoni mwanangu? Yaani mama hapa hamna jema. Ni kwamba hivi mama yake Mima wamekopa hela kwa mama yangu. Akaniambia hivi Mima na mkwe wake watalipa. Alafu Mima alipigiwa simu akasema atalipa. Na shangaa takriban miezi imepita mpaka leo hajaleta hela yetu. Hela achukue mama yake Mima. Kudai uje umdai huyo. Mbona hapo kama mnanichanganya? Mbona sielewi hapa? Kinaendelea nini? Mama uelewi kitu gani wewe? Mima amesema atalipa. Mima nikimpigia simu anasema ndio mpaka leo hajaleta hela. Alafu mama unasema ile yani hawa watu tangu achukue hela mpaka leo hajarudisha. Alafu unasema mama uelewi kitu gani hapa? Sasa ni hivi mwanangu. Huyo Mima hapa hayupo. Mima katoka kaenda kwenye kazi zake huko na huyu anaumwa. Kwani hujaiona hali yake? Hapo alipo huyu ni mgonjwa. Mama huyu sio mgonjwa. Ana ugonjwa gani huyu? Wakianza kudaiwa mama hao wanajigeuza. Hivi mama wewe unajua watu wanadaiwa wewe? Yaani wanajifanya vichaa. Yaani wanazidi hata watu wa milembe mama. Huyu sio mgonjwa. Najua hapa anazuga niondoke amke. Sasa ipo hivi, mwambie Mima kesho nakuja. Ananijua mimi nimesoma naye yule. Ananijua mchezo wangu. Yaani ananijua vizuri. Na nisipopata hiyo hela nakuja na mama hapa. Sasa mtaona kimbembe cha mama yangu aone kwanza. Na wewe zuga hivyo. Subiri kesho nije hela msitoe waone. Lakini usijali mwanangu, haya yataisha, yatapita. Yaani ni mitihani. Yaani mpaka nachanganyikiwa. Alijaisha hili limekuja ile. Kitoka hili linakuja ile. Yaani hata sielewi nafanyaje. Mungu nisaidie maana hapa nilipo hata si bila kufanya. Nimeshachanganyikiwa mimi maskini. Ila usijali mwanangu. Haya ni mapito tu. Yatapita na yataisha. Tutasahau kila kitu. Halo. Nisikilize Habiba, mimi tayari nishamtuma wifi yangu aende kwa wakala. Sasa hivi hela inafika, pata usijali shoga yangu. Asa mama anaanza kuwa mengi tena shoga yangu. Tuanze kufuatana majumbani tatu tuanze kuwazilishana. Bwana acha mambo yako. Mimi sasa hivi hiyo hela inakufikia huko. Basi poa ndugu yangu, haina shida. Poa. Afadhali wifi yangu umekuja. Maana sasa hivi ndio kupigiwa simu hapa na wana kikoba wenzangu. Wanataka hiyo hela mimi sijaifikisha mimi tu peke yangu. Wengine wote washafikisha hela zao. Mungu wangu. Nimetapeliwa. Umetapeliwa? Umetapeliwa vipi yani? Kwa sababu mimi nimekutuma ndio kwa wakala. Afu sasa hivi unarudi unaniambia umetapeliwa. Ilikuwaje mpaka ukatapeliwa? Wifi. Mimi ninachokumbuka wifi. Nimeenda kwa wakala. Na nimetoa hela vizuri na nikazihesabu kabisa. Nimezishika mkononi kwangu. Nimehesabu pesa zimetimia, lakini wakati narudi nikakutana na mkaka akanisalimia. Baada ya hapo sikumbuki tena kilichoendelea wifi yangu. Usiniambie mambo yako hapa. Yaani kila saa tu unaongea hivyo. Naomba nisikilize. Yaani salamu tu ndio kufanya mpaka ukapoteza hela yangu. Wifi bado acha masiala yako. Naomba nipe hela yangu. Au nyinyi mmepanga njama na mwanaume wako? Mnitapeli hela yangu. Nisikizeni niwaambieni. Mimi mwanzani nyinyi watoto wa mjini, mimi mtoto wa Uswazi. Yaani mimi pigoza mimi nazielewa vibaya mno. Yaani najijua kuliko yaani wifi mimi siniambie kabisa naomba hiyo hela. Nimepigiwa sasa hivi simu na wana kikoba wenzangu ataka hiyo hela. Leo wifi ananiambia mimi kwa hela umetapeliwa. Wifi nisikilize. Yaani hapa leo utajulikana. Ukatafute kichwa, uende ukafanyeje, lakini mimi shida ni hela yangu.
Wifi, 600 sio ndogo saa huu. Kabisa unakuja panaambia kile silesi eti mimi nimetapeliwa. Hapana. Kama mmeyapanga wewe na mwanaume wako, mnitapeli mimi, ndugu yangu, mshono na umbo. Naombeni tu hiyo langu. Mambo yasiwe mengi. Inakuaje Westi? Vipi mdogo wangu, mbona wewe njoo tena? Da ile hapo nyengo pochani. Katimba mtoto, anasema kutoka kwenye moja kama moja. Hata simjui mwanangu, nimemwambia ache maneno mengi kama Aisha. Kuja kunipanga vipi? Eti ile moja kama moja kianguka kisimama na baki kwa moja. Sijui 4-5 namna gani? Nikamwambia acha maneno mengi kama Aisha. Tukutane ground. Sasa mbona kama babe moja kama moja, kwanza mtoto gani afu gani gani leo mbele nakuja mtaani afu naanza kutoa namba zao bashete bila kujulikana ni wao na nani yani. Sema hapo wenyewe nini? Toka hivi kapangilia 45 kwenye vita uje mikono mitupu kama unavyojua. Atuchekeshi. Minuno daily. Bila kucheka. Mwenye shoka, mwenye panga, mwenye nondo baridi. Kwanza hapo vipi ama mboy kwanza mwenyewe ni wajua yani kwamba hapo kilika gani kwa sura gani? Mshikaji mmoja na kipini hivi mwanangu katoboa pua. Kipini yani kama mtu katoboa pua. Afisa mtu atoboaje pua kuja kutolea wewe namba mtani kwako. Da wewe acha tu mwangu mwenyewe nimeona yeye. Aingi adhabu kwanza penyewe. Kwanza kaja vipi yani kwa mfano mpaka anakuja kutokea maskani. Eti sije nini. Mbona unachanganya yani kwanza hapo wenyewe mdogo wangu pengele venyewe kama nakapo vipi 4-5 na shwa chini kama hivyo na namba moja sio moja, 2 sio moja sije da wanachanganya jina yenyewe kwanza gumu yani. Damu kwetu kisusio, furaha. Kama ulijua aje mdogo wangu. Buruda hapo wenyewe mjomba. Wewe mwenda kununa au sio? Ya sheria rula 4-5. Kwa hapo wenyewe vipi sasa hapo wenyewe wapo naingia? Hapo wenyewe mwenyewe nashuka huko ground unajua zile. Au sio? Kwa hapo naingia ground. Baada ya sameni naingia chani. Afisa kutoka chani hapo wenyewe utashuka wapi? Utashuka ground hapo ndio mazingira mwelekezo ule mtoto pengele vyake. Si unajua zile. Ukishamwelekeza mtoto pengele vyake, ambaye mwenyewe anatokea. 4-5. Bila kuchoka tununi wala tuchekeshe, si unajua panga jiwe mwenda kulala afu sawa. Umekula lakini maana nakujua wewe ni mvivu kula. Sawa. Basi vizuri. Ilo sije kaona nidanganya. Sawa. Chris. Unajua mimi nakupenda sana. Nategemea kuwa wewe ni mwanaume wangu wa kwanza. Na sikuwahi kufikiria kama nitampenda mwanaume na kufanya hichi kitu ambacho kimetokea kati yetu. Lakini sasa nipo. Nilikuwa naomba uniahidi Chris kwamba kamwe hautoniacha. Kwa sababu sidhani kama nitavumilia kuwa mbali na wewe. Mapenzi ni mwiko, nimechezewa. Mima nani lilia, mke wa bosi anataka. Ngumbo anatafuta kisasi, Baisa hana huruma. Mwisho wa yote nenda wapi? Kwa hiyo ndio hivyo mamdogo. Mimi nimeamua nisilaze damu. Nikajifikiria nikasema ya nini. Nikaamua tu kwenda kufanya kazi. Na hapa yenyewe nimerudi. Nilivyosikia mwenzangu anaumwa. Mwanangu, yani mimi najivunia tu wewe. Yani mimi mtu akiniita mama mdogo wa Mima na enjoy kwa sababu Mima wangu ni Mima mwenye akili sana. Ni Mima ambaye unajitambua, unajua nini unatakiwa kufanya. Umefanya kitu kizuri na nakupromise naendelea kukusanyia mtaji wako. Nitakupa mtaji mkubwa kwa sababu nakuona una IQ kubwa sana.
tutainuka haraka haraka mwanangu. Maisha yenyewe magumu. Alafu tena niache. Kweli mama mdogo? Na vipi sasa kazini umekupa ruhusa muda gani ama ndo umerudi moja kwa moja? Hapa nataka niangalie. Anaendeleaje? Hali ya mgonjwa. Mama mdogo. Chakula tayari. Nimeshaweza pika ila mimi sijisikii kula kozi tumbo linaniuma. Hivyo mkimaliza kupiga stori mtaenda kula chakula kiko mezani. Sawa. Mdogo. Saizi unaishi na mtu? Ni dada wa kazi. Sasa mbona kama mama Kijacho? Ni mama Kijacho. Huyu binti ni mtoto wa rafiki yangu, wanatokea kijijini huko. Yule rafiki yangu nimesoma naye. Kwa hiyo mwanae amepewa ujauzito na alompa ujauzito ni kama kamtelekeza. Na hali ya kijijini ya kimaisha sio nzuri. Ikabidi akawa amenielezea situation. Nikamuuliza kama anaweza kuja kuishi hapa. Akasema naweza hata kufanya shughuli za nyumbani naweza. So ni tunasaidiana tu. Ananisaidia kazi za nyumbani na mimi ndakuja kumsaidia jambo lake. Basi sawa mdogo. Mungu akuongezee. Maana sio kwa moyo. Mimi hivi vitu vidogo vidogo kwangu sio shida sana. Nishavuka huko mimi. Kumsaidia mtu sio shida zangu, nishavuka. Hata mimi nakuona. Amina. Basi tukapate msosi. Twende. Shikamoo kaka. Marhaba. Wewe unaenda wapi? Naenda chuo. Mbona una madaftari na una mkoba? Leo tulikuwa tuna quiz. Hebu nisikilize kwanza. Michezo yako yote unayoicheza wewe mimi naijua. Alafu michezo unayocheza wewe 2025, mimi nimecheza michezo 1995. Sio, unanielewa? Kwa hiyo ni njia unazopita wewe mimi nishapita muda mrefu sana na naelewa unachokifanya. Sasa nisikilize. Chochote kitakachokukuta wewe ndadili nacho. Umeshaanza kujua wanaume, si ndio? Ushaanza kujua wavulana wakoje na wanaume wakoje, si ndio? Yaani Mibunya analetea taarifa eti kwamba nakukuta wewe uchochoroni na wavulana. Kwamba ni wewe saizi nimeshindwa kukutunza, nimeshindwa kukulinda, nimeshindwa kukusimamia, mpaka nafikia hatua wewe unaanza kufanya mambo yako unayojisikia kufanya huko mtaani, si ndio? Alafu nisikilize kwa makini. Na kujua vizuri sana. Toka mdogo hujawahi kutana na mwanaume wa aina yoyote ile. Sasa siku nichanganyikiwe, yani pande maruani, nikuchukue nikupeleke hospitali, daktari akupime aje aniambie kwamba umeingiliwa. Mdogo wangu, utaniambia mwanaume aliyekuingilia ni nani, mliingilia wapi na ilikuwaje? Na hapo tutakaponijua kwamba mimi ni namba au ni kakabaisa. Endelea sana na dharau zako. Yaani Mibunya namlinda, namtunza, namhakikishia kila kitu, mitikasi yake yote mimi namsimamia. Afu wewe unakuja kunishinda mtoto wa kike. Bunya ananisikiliza kwa chochote kile ninachomwambia. Wewe unishinde mtoto wa kike. Sasa sikia, umeniambia unaenda chuo. Na unataka nianze kukufuatilia. Sasa utakapoweka mguu tu, ukitoa mimi nimeweka. Afu nijue mitikasi yako inaendaje. Potea hapa. Nenda. Penina, basi usilie. Niambie kimekukuta nini? Latifa,
ni rafiki yangu. Na tumekuwa tukiongea mambo mengi sana. Latifa, kuna kitu mimi napitia na sina kumwambia. Nimeona bora nikwambie wewe. Kwa rafiki yangu. Yaani najisikia kama sina bahati mimi kwenye hii dunia. Juzi wifi yangu aliniagiza kata hela. Lakini ile hela nilitapeliwa. Wakati nipo pale M-Pesa kulikuwa na mkaka fulani hivi. Nimetoa hela, nimemaliza, nimeondoka, yule mkaka akanifuata. Yaani ghafla tu sikujua amefanyaje. Sikujua ameniambia nini. Sikujua amenifanya nini. Nikajikuta nimempa pesa yote. Huyo mtu unamfahamu? Simjui, lakini nikiona naweza ikamjua. Yukoje? Alikuwa amevaa kikofia fulani hivi cheusi. Yaani sikumuelewa jinsi alivyokuwa. Yaani muhuni sio muhuni. Mgambo sio mgambo. Alikuwa kavaa kikofia fulani hivi cheusi. Alafu alikuwa amevaa pensi na mabuti. Huyo lazima atakuwa Baisa. Yaani Baisa. Oh, umesema nini? Sijasema chochote. Ulikuwa unasemaje? Ndio hivyo. Pole sana Penina. Sina nikupe pole tu. Unajua huu mtaa kuangalia ni mtaa mdogo sana, lakini una mambo mengi sana. Ndio maana hata mimi mwenyewe mamangu ananikataza sana kuwa na marafiki au kuzoeana na watu hapa mtaani kwa sababu ya mambo kutoka kama hayo. Ila usijali, nitajaribu kuongea na mama kuhusu pesa. Kama atanipatia nitakupa wewe. Ila usilie basi, sawa? Kuna dawa hii inatakiwa mwanao akatumie. Hii dawa ndio itakuwa pona zaidi ya hapo nilipomponyesha. Inatakiwa aende kwa huyo mwanamke akampulizie, kisha huyo mwanamke atamfuata kokote atakokwenda. Na usigeuke nyuma na usisalimiane na mtu yoyote yule mpaka utakapogonga mlango na kufunguliwa. Lakini hata ukimkuta mtu mwingine usimsemeshe mpaka utakapokutana na huyo mwanamke, kisha utampulizia hii dawa. Hii dawa mama, akimpulizia huyo mwanamke, basi huyo mwanamke kwenye uzao wa mume wake hawatamkumbuka. Kwa hiyo huyu ataishi naye. Mapenzi ni mwiko, nimechezewa. Mima na nililia, mke wa bosi anataka. Ngumbo anatafuta kisasi, Baisa hana huruma. Mwisho wa yote